Okay. Uh, karibu sana traders. Leo taelezea somo la leo litakuwa kuhusu trend line. Trend line ndio somo ambalo tutapitia leo, jinsi ya nini trend line inasaidia nini na kwa nini unahitaji kufahamu trend line na utumiaji wake. So let's get started. Nafikiri I think let me take you to not a pair. Let's say we take US Japanese yen. US Japanese yen. And let's remove tutoe michoro yote ambayo nimeichora. Perfect. Sasa nini ni trend line? Trend line ni mchoro yani kama mchoro wa mstari. Okay? Ni mstari. Kuna tools utatumia tukifika kwenye software gani ambayo utatumia ya ambayo itakuwa unatumia kwa ajili ya kuanalyze, kuchambua soko, inaitwa Trading View. Nafikiri unaona logo yake, jina lake Trading View. Hii unatumia ni bure hii. Zipo software nyingine ambayo, lakini hii hapa ndio nzuri, ndio mimi na prefer yani kutumia, na watu wengi wana prefer kutumia hii kwa sababu ni siwezi kusema ni ya kwanza, but ina tools nyingi na ni rahisi kutumia na ni bure. So trend line ni nini? Trend line ni mchoro wa mstari kama huu hapa. Voilà. Trend line hiyo tu, hiyo ndio trend line. Lakini matumizi yake sasa inasaidia nini? Matumizi ya trend line ni unajua soko hili, kwa mimi jinsi my observation nimeona ni kama sio ni kama, lakini ni geometry. So nafikiri mambo kwenye hesabu mnafahamu kwamba geometry ni michoro ya angles, na kumbuka hapa inabidi ni miunganishe na mambo ya spirituality kidogo, kwa sababu mimi ndo inanipa fursa ya kuweza kuelewa vizuri zaidi yani vitu vyote vinavyoendelea hapo kwenye physical. So katika observation yangu nimeona kwamba kila kitu ni hesabu na kila kitu ni mchoro. Made in nature, tunarudi kwenye masomo ya made in nature. Sasa made in nature ni asili, kwamba inaelezea kwamba kila kitu ni alama, na katika alama kuna michoro, kuna engo, kuna michoro yani, ambayo kuna michoro yani maana yake kuna ni michoro, na kwa sababu ukisema utengeneze picha itakuwa ni mchoro, na huo mchoro itakuwa kuna engo, na hizo engo ndani yake kuna hesabu. Okay, ukichukua mwisho, mfano hizi engo hapa, labda utakuta hii trend line uliochora hapa, huu mwinuko wake ni degree fulani. Katika kuandika utaandika labda 180 degrees, 70% degrees, kwa hiyo yote ni inakujaga kwenye hesabu. So kwa hiyo ni kama geometry. Kwa hiyo geometry inanisaidia mimi kufahamu zaidi, kwa sababu ukiangalia
hili soko jinsi linavyotembea ni kama nyoka vile. So unaona hii ni wave, ndio maana inaita currencies. Ni kama nyoka vile. Huu ni mchoro. Kwa hiyo ina maana tayari nimedunature. Kwa hiyo tayari ni nini? Ni alama. Kwa hiyo alama inaelezea story. Okay? Inaelezea story. Mimi jinsi nilivyochukulia na ilivyonifanya mpaka nielewe zaidi. So kwa hiyo ni mawimbi haya, ni mawimbi haya, haya mawimbi yana mchoro haya. Ukiweka ni geometry hapo, unaweza kuchora mchoro wote unaotaka wewe. Kuna boxi ukakuta linaenea kutoka hapa mpaka hapa, alafu ukashusha triangle, so unaona. But anyway, hatuko kwenye huko. So kwa hiyo nini trend line? Trend line ni mchoro wa mstari kama huu, alafu inasaidia nini? Inasaidia again, ndio maana tumeanza kwenye support and resistance. Kwa hiyo hii hapa inakuwa kama support. Okay, inakusaidia pia kufahamu, je, soko linaenda juu au linashuka. Kama hapa unaona ni rahisi kufahamu. Okay, unajua kabisa, unachora mchoro wako, okay, inapanda, hii inapanda. Okay, so kwenye kushuka utajua kabisa, unachukua mchoro wako, trend line yako, ukichora bang, unajua kabisa hii inashuka. Unaona? Kwa hiyo hiyo ni moja yapo na matumizi yake, lakini wengine pia inatumika kama vile support and resistance. Kwa hiyo sasa italeta sasa ina make sense zaidi, kwa sababu ushajifunza support and resistance. Okay, kwa hiyo hapa tunasemaje? Tunasema hii kila bei ikija hapa inagonga bap, inashuka. Okay, let me give you some more example, alafu nitakufundisha pia jinsi gani ya kuchora, sababu sio kuchora tu, bali iko na principle zake. Okay, bali itakusaidia wewe pia kufahamu, ili kwa sababu ukichora vibaya pia, ukichora kimakosa itakugharimu. Okay, so let's say for example, kwa mfano hapa. Okay, unatakiwa uchoreje sasa? Okay, unatakiwa uchoreje? Unavyotakiwa kuchora, unaangalia ile ncha ya kwanza. Okay, ncha ya kwanza alafu na ya pili, alafu unaacha mchoro wako unaacha uendelee. Lakini jinsi unavyokwenda utazidi kufahamu kufahamu zaidi jinsi gani unaweza ukachora trend line yako. Lakini kwa umuhimu zaidi, wengine wanataka ile iwe imegusa gusa mara nyingi, yani ndio trend line mzuri, iwe imegusa hapa, imegusa hapa, imegusa hapa, imejaribu ku break, lakini ikawa inacheza hapa, ikapanda, ikagusa, ikapanda, ikagusa, ikapanda, ika break. Okay, ime break, ina maana tayari hapa ni trend na change sasa. Okay, ime break, unachukua trend line yako nyingine, ukichora kwa hapa itakuwa mzuri, sawa. Lakini hii hapa unaweza kusema ni trend line ya nje. Pia kuna nyingine unaweza kuchora kutoka kwenye ncha hii hapa na hii hapa. Okay, kwa hiyo imegusa hapa, kashuka price, ikaja kugusa hapa, ikashuka, ika break. So ona ilivyo break hapa, tayari imechange. Okay, so kwa hiyo trend line inasaidia kufahamu moja, mwelekeo wa soko unaenda juu au chini. Tumizi la kwanza. Tumizi la pili ni inatumika kama vile support and resistance. Kama hapa mfano hapa inatumika kama nini? Support. No, samahani. Resistance, kwa sababu ina resist. Maana yake kwamba ikija hapa inagoma, hapa inagomewa, hapa bei inashuka tena. Okay? Hapa tena kwa jina jingine tunatumia kama vile supply. Hapa ni wanunuzi. Kila bei ikifika hapa, kuna wanunuzi wanachukua faida, bei inashuka tena chini. Okay, kila ikifika eneo hili
Kwa hiyo hii ni trend line ya juu ambayo unaweza ukachora nyingine ya chini hapa kama nilivyokuonyesha mwanzo. Kwenye kijincha unachukua ncha ya kwanza hii, alafu unatizama na ncha ya pili, unaunganisha pamoja, unashusha. Usijali nyingine ya chini huko kama itanini, lakini wewe hii ya kwanza na ya pili ndio muhimu. Hizi ncha za kwanza hizi ncha za kwanza na ya pili ni muhimu, ndio uunganishe pamoja, alafu una slide down. Okay, so kwa hiyo hapa trend line ina play kama nini? Kama resistance. Hapa ni resistance, price kila ikigonga hapa inashuka, imekuja hapa imegonga tena imeshuka, imekuja hapa imegonga kidogo ikashuka, ikapita hapa. Okay, hapa imepita na unaweza ukaona ikaja ikapita kweli, imepita hapa ikaja chini ikaijaribu. Sasa hapa sasa inafanyaje? Hapa napo inacheza inatumika kama nini? Support. Sasa imekuja hapa imegonga bam, support. Sasa imeipa ile sakafu hii hapa, sasa imekuwa kama ni sakafu. Sasa imegonga pap, ikapanda tena juu. Okay, hapa ni resistance, ikashuka chini, lakini kwamba kwa sababu trend hapa imebadilika, so tunatoa hii ya juu, bei inaendelea kupanda juu. Okay, hapa pia unachora nyingine, mchoro ya kwanza na hii ncha ya pili. Okay, kwa hiyo unaweza ukaona bei imekuja hapa. Kwa hiyo hapa inatumika kama nini? Kama support. Sasa unaona imeenda bei pa ikaja ikagonga hapa sakafu, ikapanda tena juu, ikaja hapa break. Okay, break, ikaja ikarudi juu, test tena in the retest, ndio inasema break and retest. Utasikia majina yote ya hizo terms, hizo terminology utasikia zote hizo. Ikaja hasa hapa inageuka, badala kwa resistance inakuwa nini sasa? Baada imekuwa support, sakafu imeshuka chini, inakuwa dari sasa. Kwa hiyo hapa inakuwa resistance sasa, ina resist sasa kwenda juu, bei inazuia bei kwenda juu, inashuka. Okay, kwa hiyo that's hiyo ndio jinsi ya kuchora trend line na matumizi yake. Kwa hiyo trend line inatumika kwanza kwa kufahamu labda direction. Kuna njia nyingi za kuweza kufahamu direction, lakini hii ni njia mojawapo watu wanaitumia trend line kwa kufahamu okay, bei inaenda vipi. Alafu kwa matumizi ya pili ni kutumia kama yani support and resistance. Matumizi hayo sofa ambayo mimi nafahamu, ambayo ndo natumia, na kuna matumizi mengine tukifika sasa kwenye mambo ya entry exit huko pia tutaitumia trend line, lakini kwa sasa hivi matumizi mawili ya kufahamu ya direction, kwa sababu wakati mwingine mtu anachanganyikiwa, hii bei inaenda vipi, inaenda juu au chini, hata sielewi, inashuka au inapanda. Kwa hiyo ukiweka trend line itaweza kukwambia okay, hapa ina support, hapa ina support, okay, inapanda, okay, hapa inabisha, hapa inabisha, okay, resistance hapa, okay, inashuka. So kwa matumizi hayo yeah. Kwa hiyo video hii sitaki kuweka ndefu zaidi, bali that's kwa ufupi trend line ndio matumizi yake.